Sasa mzee usiku anashangaa mlango wake unagongwa. Si akaenda atake kuufungua, anachungulia haoni mtu. Ile kuufunga mlango ageuke, anashangaa mtu katokea mbele yake. Hey, Mtume, nini? We nani? Hey, binti anamuangalia, anasema unaniuliza mimi ni nani, si ndio? Unaniuliza mimi ni nani? Kwa nini hujanifungulia mlango? Anasema ngoja, wewe si ndio yule ambaye nilikutoa kafara? Kwa nini umerudi hapa? Anasema oho, unashangaa. Yes, mimi ndio yule ambaye ulinitoa kafara, ila nimerudi hapa. Mababu na mabibi wamechukia sana, hawajapendezwa na wewe kunitoa mimi kafara. Kwa hiyo wameniambia nirudi nije kukwambia kuwa wana hasira na wewe, wanataka uwaombe msamaha. Kwa hiyo hii kafara ni kwamba mababu na mabibi wamesema ni lazima utatubu kwa sababu ya kunitoa mimi kafara. Kwani wewe ni nani? Mimi nilitumwa duniani kuwasaidia watu, alafu wewe kanitoa kafara. Sasa kazi unayo, naenda chumbani kupumzika. Wewe unaenda kupumzika wapi? Wewe sehemu ya kupumzika ni makaburini. Unakuja kupumzika ndani kwangu? Anaambia utajua mwenyewe. Njoo chumbani tulale. Haya sasa, na wewe njoo chumbani tulale. Angalia movie uende, mwenza wako anakuita mwende chumbani mlale. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Mzee akiwa amelala usiku, anaota ndani ya gari yake kuna mwanamke anatokea, akiwa mdomoni kwake anabubujika damu zinamwagika. Mzee akaiacha gari, akaanza kukimbia. Anakimbia mbele tena, anakutana na huyo binti, akamchoma kisu cha tumbo. Mzee anashtuka, hajatoboka. Akaona Mungu wangu, kwa nini naota hizi ndoto? Mbona hadi nakosa usingizi? Sasa upande wa pili tunaonyeshwa kuna mwanamke mmoja, yeye ana kilinge chake. Ni kama mganga, sio mganga, mimi sijui, lakini inaonekana kama kuna mwanamke amelala hapa anatibiwa na huyo mwanamke. Alivyokuwa anamtibia, ghafla kuna mtu mwingine tena akaja akamleta mtoto wake, anasema mtoto wangu alikuwa anacheza na mtoto mwingine, sijui kimetokea nini, huyu mtoto ameanguka ghafla. Naomba unisaidie, maana wewe ndio upo hapa kijijini kwa ajili ya kutusaidia sisi wana kijiji. Mama anasema usijali, tutamsaidia mtoto na atakuwa sawa. Kaenda kuchukua dawa kama kawaida, akaanza kumsaidia mtoto, na muda si mrefu mtoto akaamka akawa sawa. Analipa pesa, anaambiwa hapana. Hizo pesa zikamsaidia huyu mtoto kununua mahitaji ya shule, apate nguo, apate chakula kizuri yale. Mimi inatosha, mimi nilichokuwa napaswa kukifanya nimeisha kifanya, usijali. Huyu dada anaonekana ni mtu mwema. Sasa ule mzee ambaye alikuwa anaota ndoto za ajabu ajabu, mzee amekuja kwenye chama lao la Freemason. Kiukweli mnaofuatilia movie za huyu mzee, kila movie mzee yeye ni Freemason. Sasa nani anasema au mzee ni Freemason kweli? Hayo ni maneno yako, mimi sijui. Mzee anakuja anamwambia, kiongozi, kwenye hili chama letu, ili chama la Brotherhood, mbona naota ndoto za ajabu? Naota eti kuna mwanamke ananitokea kwenye gari, bado huyo mwanamke ananifuata na akanichoma kisu. Kwa nini naota ndoto kama hizi? Nimechanganyikiwa sana, nataka niulize kwa wenzangu, labda kuna mtu anaweza akawa na majibu, labda tumetofautiana nguvu na uweza. Kiongozi akajibu akamwambia, kinachosababisha unaota hizo ndoto ni kwa sababu kafara yako ya mwisho ulioitoa ni kama vile mizimu yetu au viongozi wetu wakuu hawajaikubali. Mashetani wameikataa kafara yako, ndio maana wanakusumbua. Kinachohitajika sasa hivi ili uwe sawa, maana hapo hadi ulinzi wameondoa ulinzi kwako, kwa hiyo inatakiwa urudishe ulinzi. Anasema sasa kama wameondoa ulinzi, siku hatalini, inatakiwa ufanye kitu haraka kuhakikisha ulinzi wako unarudi. Kitu gani ninachotakiwa nifanye? Anasema unatakiwa utafute mwanamke bikra mwenye miaka 30 ili aje atolewe kafara. Jamaa anasema mwanamke bikra mwenye miaka 30 Nigeria hapa, kwenye nchi ambayo ukiwa bikra ni haramu, alafu useme nitampata wapi? Hata miaka 15 tu bikra siwezi kumpata, uniambie miaka 30 alipita wapi? Ndo hivyo, hicho ndo mizimu au mashetani yanataka. Bila hivyo ujue uko kwenye shida na itakuletea matatizo. Leo yuko nyumbani kwake, yuko na moja kati ya wanachama wenzake, anasema mzee, unajua yule kiongozi wetu kama amechanganyikiwa, Nigeria hii miaka 30 bikra, wewe ni wapi unakwenda kumpata? Anasema hamna, usikate tamaa, tafuta kwanza, acha kulalamika kabla hujatafuta. Tafuta, ukifeli tutarudi kumwambia kwa tumefeli. Ikabidi vijana wake waanze kupewa kazi ya kuteka wanawake. Kila mwanamke akitekwa anakuja anawekwa kwenye kilinge, mwamba na kidude hicho akikiweka kwenye papa, akipima inasoma hii papa ishaliwa au bado.
Pima mtu wa kwanza, papa imeliwa, anaachiwa, anaondoka. Katekwa mtu wa pili, kaja kapimwa, papa watu washakula, chumvi ni ya kutosha. Akaona mbona hawa kila mtu kaisha lamba chumvi hapa, hiyo hawa papa chumvi yao ishatumika tayari, unafanyaje ngomo? Akarudi kwa mwanae akamwambia, baba, hii ngoma ni ngomo, nimeshapima wanawake kama 50, papa zote watu washakanyaga. Wewe unafanya kitu gani? Kila ukipima unaona watu washaonja chumvi pale, sasa unafanyaje? Mimi narudi kwenda kumwambia kupata mwanamke wa hivyo itakuwa ni ngumu sana. Sasa leo mwamba kuna site yake moja alikuwa anatembea, anajenga hizi apartment. Kuna mtoto akawa anapita hapa anatembea, mzee akamwambia, kijana, au jambo? Si jambo. Vipi, mbona unisalimii? Anataka kumshika kichwa. Kuna mwanamke akatoka anambia, we acha mambo yako ya kijinga wewe. Mzee akashtuka, akamwambia mtoto, ondoka. Wewe usizoezoe watu, unaona tu mtu amesimama unamsogelea, unataka akushike tu. Unadhani ni salama kushikwa kichwa na kila mtu? Huyo mzee akamwangalia binti akamwambia, binti, wewe ni nani? Ni nani wewe? Kwa nini umefanya hivyo? Akamwambia, sikia, mimi nakujua vizuri sana. Achana na huo uchawi wako wa kijinga unaofanya. Kwa unaona kila tu mtu ukimuona unaweza tu kumchukua ukamtoa kafara, au acha mambo yako ya kishamba. Alafu wewe mimi nakuangalia kwa macho yangu mawili. Huyo mzee akamwambia, wewe ni nani? Unaniongelea hivyo wewe kama hivyo? Unajua kama mimi kazi yangu ni kuteka watu. Mimi ndio naongoza genge la watu wasiojulikana. Mimi ndio naopoteza watu, nitakuteka afu utakuja nitakuua mwili wako. Niende nikawatupie papa huko wale. Au unajui kama hiyo papa naweza nikirudisha kwa papa wakaila au nini? Au kaambia, wewe huna uwezo wa kunifanya chochote, afu mimi wewe nakuangalia tu. Unijui binti? Sikia binti, wewe mimi nitakunyoosha. Mimi kabla wewe hujaninyosha mimi nitakunyoosha wewe mwanzo. Huyu binti naye ndio yule mwenye nguvu za ajabu. Mzee naye anaamini kwenye nguvu zake. Akala ndinga, alafu akauliza, eti vijana, ni nani yule binti alikuwa ananiletea dharau kwa kiasi kile? Kuna wote anamjua? Vijana wanasema, yule binti tunamjua. Kuna sehemu yupo ana kiringe, kazi yake yeye huwa ana nguvu za ajabu, huwa anasaidia wana kijiji wakiwa wanaumwa kuwatibia na vitu vidogo na vingine kama hivyo. Na vijana wakamwambia, huyu mwanamke amegoma hata kuolewa. Maisha yake yote hana mwanaume kwa sababu mizimu inataka imtumie akiwa hana mwanaume. Mzee akasema, hebu ngoja, kwa hiyo unamaanisha huyu mwanamke atakuwa ni bikra? Ndiyo, kuna uwezekano mkubwa akawa ni bikra. Sasa mbona muda wote natafuta bikra mwenye miaka 30, tunapima oili kwa mabinti kibao. Sasa si mngeniambia kama huyu yupo? Hebu nendeni mtafuteni, mkamateni, mumlete chapu. Hiyo ndo kafara ambayo inahitajika. Vijana wakaenda wakamdaka mama, sijui alimdakaje, uchawi ukazidiana nguvu, wakamleta mpaka hapa. Mwamba alivyopima kwenye papa na kile kipimia papa, oya, ngoma inasoma babu, watu hajalamba chumvi, hii chumvi bado ipo vile vile. Akaona hii papa sasa ndio ina chumvi ambayo inahitajika kwa wale mashetani wetu. Mwamba akabeba akaipeleka. Kijana, umetisha sana. Kutafuta mtu wa miaka 30 ambaye ni bikra sio jambo dogo. Hakika wewe utakuwa na nguvu kubwa kabisa kuliko hata wengine wote waliokuwepo hapa. Wakafanya mambo yao ya matambiko na kafara ikawa imepokelewa na mizimu yao imekubarika. Mzee anarudi nyumbani huku anacheza, anasema, haikuwa rahisi kufika hapa, ni kwa uwezo tu wa wale mashetani wamenisaidia mpaka nimefika hapa. Ningempata wapi mtu bikra mwenye miaka 30 kama sio mashetani kumwambia binti asiolewe na mwanaume yoyote ili afanye kazi zao? Hakika asante sana. Mzee akiwa amelala usiku anashangaa, anaamka kama kuna kitu kilikuja kitandani kwake. Kumbe ni yule binti ndo alikuja, ila hakumuona. Sasa muda huu mlango unagongwa, anafungua haoni kitu, ila anafunga mlango, binti katokea upande wa pili. Anamwambia, wewe ni nani? Akaambia, umenisahau au ukiniona unikumbuki? Wewe si nilikutoa kafara? Ndio, ulinitoa kafara, lakini mababu zetu na mabibi zetu wamenikataa. Wamesema si wakati wangu wa kufa, wakati wangu bado, inabidi nirudi niendelee kuishi. Ila wamekasirishwa sana na kitendo ambacho unakifanya na tabia zako, wanakumind sana huko waliko. Kwa hiyo ni vyema ubadilishe tabia zako. Mimi naenda chumbani kupumzika. Upumzike chumbani wapi? Wewe unatakiwa ukapumzike kaburini. Akaambia, wewe chumbani ndo tunapumzika. Mzee anakuja chumbani haamini. Yaani imekuwaje tena mtu tumemtoa kafara alafu amerudi? Kweli kwaje? Yaani mbona kama wanataka kunichanganya? Binti kaingia humu ndani. Sasa kawa kama mke humu ndani. Mwamba yuko mezani anakula matunda, anashangaa chakula kimepikwa na anaambiwa, karibu chakula, utaendelea kuniogopa hata lini? Sasa kulivyokucha leo asubuhi, kuna dada yake na huyu mzee amekuja kumtembelea kaka yake. Anapofika anashangaa nakutana mlangoni na kaka yake anakimbia kutoka ndani. Anamwambia, kaka vipi? Ndani ya nyumba yako unakimbia wewe mwenyewe? Unakimbia kitu gani? Kuna matatizo gani hadi unakaa unakimbia? Kuna shida kwani au kuna nini? Kaka ameshika tu kiuno, hawezi tegeani ndogo wangu hadi napata jasho linanitoka.
Mida hii dogo anakuja chumbani, anamwambia kakake, hebu kaka ngoja, kwani kuna nini? Mbona sielewi, una mke? Mbona kuna mwanamke nimemkuta kule kavali nguo jeupe ananiambia ni mkeo. Yule ni mkeo, umeoa hujasema? Au kaka anasema mimi sijaoa wala sina mke humu. Au una vipi wakati kuna mtu, kuna anasema hamna, mimi humu ndani naishi mimi na wewe tu. Njoo twende uone kuna mtu anapika. Wanafika, anaambia si huyu hapa amesema ni mkeo anapika. Ina maana wewe humjui huyu. Mwanamke anasema mimi ni mke wake. Sema tu analeta mapepe huyo, analeta wengi, analeta utoto huyo. Sio kaka yako anadeka sana, anajibebisha hapa. Mwache aendelee kujibebisha. Baby, nakupikia chakula unachokipenda. Mdogo mtu anashangaa, sasa kama ni mkeo, kwa nini unamuogopa? Kuna nini kinachoendelea? Kaka ikabidi afunguke amwambie mdogo wake ukweli. Maana mdogo wake anajua kabisa kuwa kaka yake hizi hela ni za mazingaombwe. Akamwambia, bwana, kwenye lile chama letu la Freemason mimi nilimtoa ubidada kafara, na shangaa ghafla kafara imerudi tena inakuja kuishi na mimi humu ndani, alafu inajiita mke wangu. Sema ina maana wale Freemason hawajaikubali? Au anasema hapana, yani issue sio Freemason hawajaikubali, issue ni kwamba yani kwa nini na ilipokelewa pale, yani kwa nini irudi? Mbona inaanza kunipelekea moto hivi na nichanganya? Muda si mrefu binti kaleta chakula, anambia mume wangu amka uchukue chakula ule. Mzee akaona hata usinitanie, leo amelala na kibada. Binti kaja kaleta noma na kakiambia hiki kimada unapata wapi ujasiri kuja kulala na mwanaume ndani ya nyumba na ana mkewe? Kahaba alikimbia kama hana akili nzuri na akaambiwa asije tena. Na leo mzee akaambiwa iwe mwanzo na mwisho kuleta dharau wakati mwanamke yuko humu ndani. Anapata wapi ujasiri wa kwenda kuchukua makahaba analeta? Mwamba akaona sasa hapa mambo ni mengi, muda ni mchache, utakuja kuniua. Akamwita yule mwanachama mwenzie akamwambia mauzauza anaoendelea. Kafara ilipokelewa na mizimu freshi na wakaichukua kafara safi. Kwa nini kafara irudi inaanza kunisumbua? Mbona inanitaka kuniharibia maisha kabisa? Muda huu tena kabeba kimada na kidanganya, unajua nitakutengenezea maisha sijui nini. Sijui alikuwa anaenda kukitoa kafara hiki. Mara huyo mkewe katokea kwenye ndinga. Alivyotokea akamlamba makofi mumewe, afu akamchapa binti naye makofi, akamwambia kimbia mpumbavu. Mnaona tu wanaume wanahela, waume za watu mnakimbia mnawadandia, si ndio? Mzee akaona hii ngoma imeisha kuwa ngumu. Huyo kiongozi wa chama lao yupo hapa anafanya ujuleba zake, binti kamtokea. Alimchapa stiki na akamwambia wewe ndio unaodanganya wenzako mpumbavu. Kaba. Mzee yupo kwenye mida yake anaongea sijui na mizimu. Binti kamfuata huko. Nini? Unaona mimi naongea na miungu. Naongea na miungu gani? Hiyo miungu inayokuambia uue watu. Chapa stiki. Mzee akakimbia akaona sasa hapa mambo yamekuwa ni mengi. Kuja walinzi wenyewe chapa stiki mabodyguard wake. Mzee amekimbia moja kwa moja, anakuja mpaka huku kwenye chama analia, anasema jamani, mambo yameshakuwa magumu. Ile kafara ambayo tumeitoa hapa silipokelewa vizuri. Kafara inaita kizaazaa, kafara inazingua. Hawa wanachama wenyewe kila mtu analalamika, kuna mizigo imeferi bandalini. Yani kila mtu anaona mauzauza yanatokea, wanamlalamikia mshikaji kuwa amemtoa mtu kafara ambaye alikuwa na nguvu za kishetani kubwa, inapelekea mpaka anaanza kufirisha mipango na mambo yao. Sasa mimi na makosa gani? Ina maana hii mizimu sijui wao Freemason wao viongozi hawakuona kama huyu anawazidi nguvu, wamkatae tusimtoe kafara. Mimi nahusikaje hapo? Wao wenyewe walikubali kafara. Mimi sitaki kulalamikiwa. Mambo yamekuwa ni mengi, muda ni mchache. Binti katokea huko katembeza bakola, wamekimbia na misuti yao miekundu, wote wamesepa. Leta masiala. Mzee kafika nyumbani anamuonesha dada yake, ona nilivyochezea stick, yule mwanamke amekuja amenichapa. Sasa unafanyaje kaka? Ina maana tupo kwenye shida sasa. Tunafanya kitu gani? Inabidi uangalie namna gani anaweza akamsaidia kaka yake, kwa sababu mpaka sasa huu msukule humu ndani unaanza kuleta matatizo. Msukule umechukua vitu vyote vya Freemason umeenda kuvitupa huko nje. Kuna kuleta mambo ya Freemason humu ndani. Mzee kashindwa kuukamata, anawaambia vijana nendeni mkaukamate. Vijana akasema mzee utatusamee. Yule mwanamke si kwenda kumkamata ni ngumu kwa sababu uwezo wake ni mkubwa. Mdogo wake kabidi amtafute mganga ambaye anaweza akawasaidia hili sekeseke lilipofikia. Mganga akampa mkufu, akamwambia kampe huu kaka yako avae shingoni, mwingine aweke kwenye kona ya nyumba yake. Hakika ule msukule hautakuja kurudi tena wala hautakuja kumletea shida. Binti amebeba anakuja anataka kufika nyumbani, ghafla msukule huu hapo umemtokea. Unamwambia binti, kumbe una kiherehere, kumbe na wewe ni mchawi kama kakako, mnashirikiana, chapa makofi. Binti alipigwa kofi mpaka akili zikaruka, akawa chizi muda huo na pochi akaitupa pale pale. Kwa hiyo mkufu hukumfikia kaka. Kaka akamchukua dada yake, piga pingu, akae hapa ndani asije akalukaluka huko, maana wauni wanakulaga tu. Angalia chizi msafi hivi, wauni wasipite na wewe. Uliona wapi?
Mzee akili haiko sawa, anachanganyikiwa, anajuta kabisa hii kafara aliyoitoa imekuwa ni ngumu. Na binti akamwambia, kama unataka upone, kitu ambacho kitakusaidia ni kitu kimoja, nifuate mimi nikupeleke kwa mizimu ya wazee, mababu na mabibi ambao wameshakasirika kwa ubaya unaofanya, ili wao ndo watakao kuambia masharti gani ukifanya utasamehewa na utatoka kwenye hii sekeseke linalo kukimbiza. Akapelekwa kuna mtaalamu mwingine vitambaa vyeupe, hao ni waganga wa kitambaa cheupe. Alipofika hapa anaambiwa, mzee, ili utoke kwenye hiyo kadhia inayoendelea kukusumbua, inatakiwa cha kwanza ujue utajiri wako wote utaondoka, utarudi kuwa maskini, alafu na hiyo mashine inakatwa, kwa hiyo haitakuwepo. Mzee akasema, wewe yani vipi kuwa Abdalla kichwa wazi hata kuwepo na nitakuwa maskini? Sasa mbona mtakuwa mmenimaliza? Siwezi kupeleka moto na hela sina. Bora mngeniachia kimoja mbebe. Hauna option zaidi, unatakiwa ufanye tulichokuambia ukifanye. Mzee swala la umaskini akalifikiria, akaona sio kweli. Akaenda akamuita yule jamaa yake ambaye ndo chama moja, anajaribu kumwambia, wewe mzee, inatakiwa nikubali Abdalla kichwa wazi anakatwa, alafu mimi narudi kuwa maskini. Huyo akamwambia, we ukithubutu kufanya hivyo maana yake chama zima tunarudi kuwa maskini, usije ukakubali. Hebu twende kwa mtu mwingine, mimi nikupeleke, kuna mtaalamu mwingine. Wameenda kwa mtaalamu mwingine, anasema yule mganga ulioenda ndo mkuu wa waganga wote, alichokwambia ndo unachotakiwa ukifanye, mimi sina chochote ambacho nina uwezo wa kupindisha. Hawa wakasema, sasa mbona itakuwa ni ngumu kufanya hivyo? Ukifanya hivyo mzee ujue unatuchoma sisi. Akasema, sasa unataka mimi nife au sio? Sema sasa wewe unataka ufanye hivyo ili sisi wengine tupoteze. Mzee akaona kwa kila mtu analinda maslahi yake, si ndio? Mimi mwenyewe itabidi nilinde maslahi yangu, nilinde na maisha yangu, kwa sababu nikileta mapepe siku zangu za kufa zinahesabika. Mzee amelala na kuja kushtuka usiku, ile ndude imekuja imelala naye pembeni, iko hapa inamsumbua tu muda wote, namwambia haujafikia maamuzi ya kwenda kufanya nilichokuambia ufanye. Anasema, lakini sasa nikiikata hii itakuwaje? Nitaishi maisha gani mwanaume sina hii? Mchongo haupo kabisa, Abdalla kichwa wazi hamna, itakuwa ni ngumu sana, labda cha kusaidiana. Kwani siwezi nikaachiwa tu utajiri alafu mambo mengine yakakaa sawa? Lakini mzee alitafakari, akaona hata akiendelea kupinga mdogo wake ni chizi humu ndani, hata akiendelea kupinga siku zake za kufa tayari ameshaambiwa na mskule zinahesabika, siku yoyote atakufa. Ikabidi arudi, akakamatishwa pembe na ng'ombe hapa, akaambiwa choma kwenye hiki chungu. Mwamba alivyochoma kwenye kile chungu, muda huo huo mdogo wake uchizi unamuisha tayari, ile laana kwenye familia imeondoka. Hawa wengine hawa mafrimasoni cha mtemakuni kikawakuta. Kwanza alikuwa kiongozi wao akaanza kufa na wengine wote wakatawanyika. Mzee maumivu ni makali sana, Abdalla kichwa wazi amekatwa, anasikia maumivu, na baada ya muda mzee hana Abdalla kichwa wazi, amegeuka kuwa mangi, anauza juisi za jerojero, anauza na mix mchuzi loiko, sijui loiko mchuzi mix, ndio biashara anazozifanya. Mambo ni mengi, muda ni mchache, tupate 100 tu tuishi jamani. Haya magari ya Chief Godlove tutakuja kuuana, ebu tuishi umumu, vije tu ikifika wakati sahihi, sio uvifosi. Hakuna kitu kibaya kama kwenda mbele ya wakati. Siku kija kurudishwa kwenye wakati wako, hautaamini hiyo reverse utakaokuwa ukirudi. Mimi naitwa Joe, kituo kinachofuata ni Movie Bank. Kama hapa ni Movie Bank, kituo kinachofuata ni Movie Tam. Kwa hiyo unachagua tu ni kituo gani hujapita, pita kule, tia saini, ondoka, endelea na maisha yako. Kuna cha kujifunza, jifunze. Lakini cha ajabu, mnaona watu namna gani kafara zinavyowanyosha. Kuna mtu ananifuata kwenye comment, niunganishe na hawa. Kaka, mimi hiyo connection sina.